Jo. Madogo bwana, siwajua tena. Wakiona hela wanakuwa kwenda wazimu. Jo. Praje, ulikuwa unaangalia tu. Nasoma kaza. Sasa kuna iga na shida ina mix. Unaona? Ina mix. Kwa hiyo vitu vya kutengeneza utafungua plug moja, nimeona ina shida plug moja. Baada hapo utafunga plug ziko ofisini kule. Utahitaji tu 5000 ya plug alafu ufundi nadhani itaelewa nao. Kwa hiyo bosi mwenyewe ambaye nilikuwa nakabidhi ndio huyo hapa. Unaona? Ambaye nakabidhi ndio huyo hapa. Ndio ambaye nilikuwa nakwambia atafanya kazi yako. Kwa hiyo mimi nitatoka kidogo kutokana na changamoto niliyokuambia bosi. Kwani vipi? Kuna shida gani? Wewe vipi? Karibu Juma. Asante. Bwana Juma. Naomba nikabidhi sasa. Jamaa mwenyewe ndio huyu hapa. Kwani shida? Asante. Karibu sana. Shembora. Karibia. Karibu bwana shemeji. Hapa ndio panaitwa OL Workshop. Kwa hiyo karibu mjisikie mko nyumbani bwana. Ila mimi nitatoka kidogo nitawaachia huyu jamaa mtakuwa naye. Sawa. Haya nashukuru. Sawa bwana. Kwa hiyo ndio hivi kama nilivyokuambia malizia hapo. Mimi naenda ofisini hapo baadaye tawasiliana. Karibuni sana. Karibuni mkakae. Asante. Come on, baby. Mapenzi matamu lakini yanaua kama sumu ndani ya mto unatua. Ninakupenda lakini inaniuma, ni kama upinde unavyonilanga. Sauti yako ni wimbo wa maumivu, maneno yako yananiweka mateka kivivu, lakini siwezi kuondoka. Najua mapenzi haya ni jela ya raha mbaya. Ila vyote namkatili sana. Mkatili nini bwana? Uone. Sasa kawaida tu. Sasa tumeshaachana. Yaani kama siku nyingine unakuja garage, basi njoo pekee. Nakuja basi. Tayari? Hapo tayari. Haita nisumbua tena. Tena plug bora ulivyopata kazi ndugu yangu. Maana yake usingepata kazi ungekuwa jambazi, sasa ungekuwa unatuibia mabeti mtaani. Naona sasa hivi kwenye makali nimeshika mimi, wewe umeshika mpini. Makali kivipi? Unaona kunibebea kabisa. Sasa wewe kama uhudumie sisi tunafanyaje? Sawa, haina noma. Tuache naye. Acha tu pesa yangu shilingi 10,000 ya plug. Sawa. Karibu sana. Shukrani. Vipi za siku? Sawa. Aisha nani? Pela. Kibishi. Kwanza niende kwenye lengo kuu. Mjini na kwa pachungu. Nini tena mimi? Unampata shemeji yako? Aisha. Yule mfupi. Mama watoto wangu. Ndio yule, unajua mimi sijaja siku nyingi. Alafu mmeitana tu kienyeji ndio amejafunga sisi tunajuaje? Ushaanza mambo yako. Na yeye namjua vizuri. Si mtu wako yule. Yaani limetokea jambo la sitofahamu. Tumeachana. Kwa shilingi 40 tu. Kisa 40.
ilikuwaje? Nikasema sawa, nikasaleta baba. Alafu isitoshe sio kuachana tu. Yaani mpaka amekuja na yule jamaa yake garage, nije niwatengenezee gari yao. Hivi ndilo nileta huku kubwa zaidi. Nipate shilingi 30,000 tu. Niondoke kwenda kijijini. Plagi. 30,000. Umekuja kukopa au nikupe tu kwa vile wenzangu tumetoka njia moja? Sanka. Utachagua hata wewe mwenyewe. Kama utanisaidia au utaniazima, mimi nitaona namna. Sasa nikisema nikuazime, wewe unaenda kijijini. Utanirudishia jinsi tutakuwa tunadanganyana. Na hata hiyo 30,000 yangu kiuhalisia mami niko apechi ya roho. Kwa labda tufanye nikutafutie kesho tukupe, lakini kabla sijakupa mimi nataka nikwambie jambo. Achana na wanawake, wewe tafuta hela. Tafuta hela, fanya kila kazi. Ukifanya kila kazi shilingi unapata. Ila ukisema sasa hivi kwa maisha ya sasa hivi utoke uende kijijini, utafanya nini kijijini? Wewe unafanya kazi vizuri sana. Watu wanakuaminia sana ukitengeneza magari yao. Yaani kila mtu plug. Lakini sasa wewe mwanamke anataka kuchanganya urudi kijijini. Utaenda kufanya kazi gani kijijini? Si ndio unaenda kupotea? Kwa mkulima. Adili kwa ndugu yangu. Wanawake wako tu. Ungeniambia sasa hivi una plan ya kuweka juhudi kwenye kazi upate hela. Nikuelewa. Badilisha hayo mawazo. Tafuta pesa hapa mjini, achana na kwenda kijijini. Wanawake wapo. Tafuta hela. Ushauri wangu, komaa garage, fanya kazi. Yaani achana naye. Nani? 40,000. Tafuta hela. Ukishapata hela, wanawake wanakuja wengi. Mpaka utakimbia wewe. Ila kuwa na hela. Tafakari sana hili. Sasa Kwa kijijini? Hapana, lakini utakavyoona sawa. sina nani. Nimeshaomba ushauri kwa watu wengi sana. Na wengi wapi? Wengi wanasema wapi? Mimi nimekuelewa Sanka. Cha msingi. Hapo naanza kuniambia mimi acha kubeti. Mimi sasa naangalia mpira, mimi si beti. Hapo sawa. Basi nashukuru sana kwa ushauri wako Sanka. Ngoja tuendelee kupambana na maisha. Hapo bwana, cha msingi zingatia nilokuambia. Achana na haya masuala ya watoto hawa. Ukishapata hela. Ukishapata hela. Yote ile anakuja. Awe mzuri, awe mnene, awe mwembamba, wote hao watakimbilia wenyewe. Wewe piga spana pale. Ukiona pale wanakufuatilia, tafuta garage nyingine unafanya kazi. Sawa, hamna namna. Haya ndio maisha sasa. Jitahidi ufanye hivyo. Unaona la mimi kabla na sasa wewe unataka kumiliki mtoto mzuri una hela. Maisha ya wapi hayo? Una hela bwana. Ngoja mimi nikafufue. Shemeji vipi? Yaani sio niseme nzuri au ni nzuri lakini kiasi. Kwa nini kiasi sasa? Kati blaza iko pale, hela ipo, chakula kipo, ni shida. Yaani shemu unaweza kawa na hela na nini lakini kama amani ndani hamna. Sasa na hakuna. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sasa, shemeji yangu. Yaani shemu, na wiki ya pili sasa hivi. Nyumbani hamna maelewano. Wewe na brother amko vizuri tena? Yaani hatuko sawa kabisa. Ndio nimeshangaa, kwa nini umekuja huko tena? Ofisini umenifuata mpaka ofisini. Na ndivyo natoa SMS yako nikashangaa. Ndio shemeji tena kwa nini? Kajua kabisa hapa kuna kitu. Yaani shemu. Ni hivi, si unamjua Plug? Yule anayefanya kazi kwa chini garage? Ndio huyo. Yule si ana mpenzi wake? Sasa mimi kuna maneno yananipelekea nani mpenzi wake. Yale maneno wakawa wamegombana na Plug wamegombana. Sasa mume wangu kaja kusikia. Yale maneno niliyopeleka mimi hayakuwa nini? Ya kweli. Sasa shida imekuja nyumbani kwa mume wangu. Yaani mume wangu amesema nimesababisha Plug na mpenzi wake hawako sawa. Kwa hiyo
wasipokaa sawa wenyewe, mimi nisije nikarudi nyumbani. Yani sijui nisemaje shemu. Ni stori ndefu. Sasa ngoja ushauri kitu shemeji yangu. Vitu kama hivyo vya mahusiano ya watu hautakiwi kuviongelea kivyovyote vile. Sawa? Kuingilia mahusiano ya watu sio jambo zuri kabisa, kwa sababu unajua ukishawachanisha watu kuna vitu vingi vinatokea. Maana yake ushaachana hao au umeshatengana hao, kuwarudisha hapo changamoto, sababu ya maneno yanaumba yanatutengeza maumivu mazito, unaelewa? Sasa mimi ambacho nitakifanya kikubwa zaidi, sababu nimeshaniambia muelewani wewe na brother, na mimi nitaongea naye. Sawa? Nitaongea na kaka, alafu nitakwambia ili tuweze kuweka hivi vitu viwili sawa. Kama mtakuwa manake mna ugomvi hivi, tutaweza kuwa sawa, si ndio? Wewe sasa hivi cha kufanya, nenda nyumbani. Sawa? Ukishaenda nyumbani, mimi nitaongea naye. Sasa hivi kuna kazi moja nataka nikafanye. Nitaenda hivi, nikirudi, nikitoka hapo namtafuta. Nitashukuru sana. Namba yako sinapatikana, maana unajua maana namba ngeni. Namba yako inapatikana ndio hii. Ile nilikutafuta. Nitakutafuta, alafu nitakupa majibu. Asante. Nitashukuru sana. Karibu sana. Yaani asante. Jisikie nyumbani hapa. Asante. Muda wote utaka wewe njoo. Asante sana. Sawa? Ndio. Uende nyumbani moja kwa moja sasa. Mimi naongea naye, alafu kila kitu kinakuwa sawa. Nitashukuru sana shehe. Haya basi. Usirudie tena basi. Shehe, mnaam kwanza kurudia, siwezi rudia tena. Usifanye tena hivyo vitu. Umeelewa? Siwezi rudia kwa kweli. Nauli unayo? Nauli unayo? Ninayo shehe. Haya basi nenda basi. Mimi nitamtafuta alafu tutaongea. Asante, nashukuru. Haya, safari njema. Asante. Side. Ndio madam. Kuna kitu nahitaji nikuulize. Nimefika hapa toka asubuhi, sijamwona mume wangu, yuko wapi? Amewahi kutoka, ametoka asubuhi sana. Kabla ya kufika wewe. Asubuhi gani wewe unazungumzia kati mimi nimefika hapa toka alfajiri saa 11? Ni asubuhi kabla yako wewe. Alikuwa ishatoka. Side. Umeanza kuwa mwongo? Hapana, mimi ninakwambia tu ukweli kwa sababu nimemfungulia mwenyewe. Ndio. Kuna kitu unanificha Side. Hapana. Niangalie usoni. Umeanza kuwa mwongo? Hapana madam. Nikija kugundua kuna kitu unanificha, kazi utaikosa. Kijijini kutakosa. Madam, kazi tena. Tuna kazi tena madam, tuna kijijini tena. Unajingata nini sasa? Side, niambia ukweli, kuna kitu unakijua? Lakini madam, sema ukweli, la sivyo kazi huna. Mimi sitani, yani sina utani na wewe kwenye hili. Shida madam, yani nikwambia mazungumzo yani. Unajingata nini? Sema ukweli. Madam, yani iko hivi, bosi wanakuja na mtu ampakie kwenye gari. Mtu gani? Dada moja hiyo kitu. Ndio. Ndio ukweli kwa nani? Kwa kuna mwanamke analalaga huko ndani wakati siku. Ndio mimi naona namuona anakuja hapa. Anaingia na bosi. Okay. Shakuwa ni kawaida sasa. Ila mimi nimemuona mara tatu tu, sio kwamba. Ndio. Huo ndio ukweli ni wako na utaka. Kuna maziwa kaka, nimeyaona sehemu.
Yule mtu anatengeneza maziwa. Unazungumzia maziwa gani? Maana mimi maziwa naelewa kwa aina mbili. Kuna mtindi, ana fresh. Sasa sio fresh. Na hiyo mtindi hiyo. Hiyo wakati anatengeneza sio na ubongo yule. Bonge moja la yogurt kaka. Afu niko hapa town. Mimi nikasema bwanangu nikimwelekeza huyu. Naweza kanchukua mpaka hela za vikoba za mke wake analeta mpaka huyu. Wewe noma. Mtindi sasa wa kulia na ugali au? Hamna, wewe una sukari kabisa she. Kija kushangaa mbona ilikuwa na 100,000 imebaki kwa 20. 80 yote mpeleka kwenye maziwa. Acha nayo kabisa mwanangu. Sasa mwanangu nimekucheki. Bali nimekutana na wife wako. Shem manake. Nikutana naye juzi. Jana nilikuwa na vipengele fulani hivi. Nikashindwa kukucheki. Nilipigia simu kuna kama unatumika hivi. Kutana na wife wako, nilizungumza naye kipindi. Je, alikuwa kama alinifuata ofisini. Hapo iko poa. Wangu kwa hata kuniambia nikasema japo najua ungeweza kuniambia lakini bado muda ulikuwa umekosekana. Unaona? Na mimi nikawahakikishia kwamba itakuwa imeisha. Sasa kibaya zaidi kwamba kaka mpaka na simu unamuondoa nyumbani. Ndoa ile kaka. Yaani unajua mimi sijui wanawake wanataka. Sababu mimi yule mwanamke hakuna kitu ambacho kwa hiyo kuniomba mwanamke sija. Janda kwenye matumizi nyumbani. Akitaka kwenda kufanya shopping nampa yeye. Unaona? Lakini kuna jambo ambalo halipo sawa. Unajua plug unamfahamu. Si yule mwanetu yule. Afu kingine. Yaani katengeneza vitu ambavyo baadaye kuleta chuki kwenye mahusiano yao. Kwa hiyo mimi nikaona sio sawa kwa sababu yeye kama ameanza kutoka nenda kuingia vitu vya watu na mimi nikitoka na mwache nyumbani. Kwa hiyo sijategemea alichokifanya sijakipenda. Ndio maana mimi nikaamua nimtoe nyumbani. Mimi sipendi nionekane na fulani nyumbani kwangu alafu upande mwingine watu wanateseka. Kwa hiyo nilichomwelekeza mimi nimwambia toka hapo mpate chumba apply. Mwelekeze kwamba kile chokifanya sio sahihi. Ukifanya hivyo mimi nitakaa sawa. Yaani sijui kabisa. Mimi nilivyokuita hapa wala najua ndio maana tumeshauriana. Na nijue tunaweza kufika mwafaka kwenye hili jambo. Maana nimesema hili swala la ndoa. Sasa ambacho tunaenda kutokea hapo mtaaribu ndoa zote mbili. Wale sawa kwenye uchumba si ndio? Lakini vipi kuhusiana na ndoa yako? Unaelewa? Yaani ukisema uchukue maamuzi ulichukua, yes umechukua maamuzi ya kiume. Mimi nikasema hii mzee kawaza vipi hili? Bwana nikamwambia nikampa uhakika. Ndio kabisa kaenda kulimaliza. Hata na mwanangu inakaaje? Na mzee kile kitu ni ndoa kaka. Ndoa sio jambo jepesi unavyofikiria. Wanawake wanahitaji vitu vingi, ndio ushauri nini, lakini hadi usimame kama mwanaume, si ndio? Sasa kama mwanaume inabidi wewe ndio uwe controller hivyo vitu vyote vinaweza kutokea. Basi niseme hivi, kwa hiyo nifanyie kazi. Kwa sababu mimi nawe tunaheshimiana sana na tunatoka mbali. Hatuwezi kuja kuishia hapa. Na naomba nitakaa afu nitafanya maamuzi ambayo hayataniumiza mimi wala yeye. Kabisa. Jambo hili tunahitaji. Jambo maisha yanaendelea. Sasa bibi tuendelee kusolve hili lakini maisha mengine yaendelee. Sahihi. Biashara zipo nyingi kaka. Sasa karibu ndoa, karibu kila kitu kaka. Hapo kwa yangu naanza na kwanza moja ni uongo. Vipi lakini huyu jamaa alikucheki jamaa wa kiwanja wakucheki? Hili kiwanja ndugu yangu kina mabogo yani. Babu tafuta dalali, peleka pale kwa biashara hiyo. Kuku wale mabogo kwa sababu unaweza ukatoa hela leo umenunua kiwanja. Fresh kabisa. Ukichukua lile eneo. Kinachokuja sasa inabidi niachimbue ile madudu. Wewe hapo inatoka kiasi gani? Inabidi unanunua kiwanja afu tena inabidi una hela nyingine tena. Uchimbue magogo alimeisha sasa. Ndio namna uwekezaji. Sasa mtu atafanyaje sasa? Tumia maziwa tu kaka. Wewe na maziwa sasa. Kunywa maziwa kaka. Hapa namna. Wewe maziwa? Mimi nitakupeleka nimekwambia. Wewe ni wayo. Wewe tunafanyaje? Fresh. Sasa baadaye jioni nitachekiana alafu twende hivi. Haina noma. Sasa hapo siku hizi mwangu umenitenga PS hudi kucheza mzee. Mambo yalikuwa mengi katikati hapa sisi tumeshamaliza. Naona sasa kuna hivi tu vipengele hivi alafu kila kitu kwa fresh. Haina noma. Mimi nitashuka, si ndio drop hivi. Haina noma. Mambo yanakuwa fresh lakini. Hudi kabisa. Nakuaminia mwanangu. Sasa
Yo. Hamna noma basi mwanangu. Unajua tena. Mimi nipo hapa. Haina noma. Tancheki basi. Poa. Ya poa kaka. Waside. Usikii kama geti linagongwa? Siku hizi masikio yako unagalia eti? Hapana. Kazi inakushinda eti? Mambo. Siku hizi cheko changu ni kidogo, lakini ukiniangalia